Hizi dua ni dua wakati ikiwa wewe waogopa jambo, unaona kwamba kuna dhulma ataka kutendeka, ngoja nimtumie huyo apate kuziposti kabisa. Namba gani? Namba hii Kasi hiyo. Ekuya wewe unaitwa kazi fanyika mwe. Hii itapostiwa. Kuna dua ya Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri alipambana na mtihani wa Hajjaj bin Yusuf. Huyo Hajjaj bin Yusuf ilikuwa ni mtu ana kheri alizifanya. Moja katika kheri ndio aliyotangazi vidogo kwa sisi mambo kumetilia fataha na kasiri mambo kazi. Hata ukipambana na Qur'ani na fataha na kasiri sisi tungesema hivi. Sasa Hajjaj bin Yusuf ni mmoja alitusaidia katika mambo kama haya. Tukajua kafu na suluhili, sai na kitendo kimoja, tena suluhili, tena suluhili tatu namna hiyo. Lakini Hajjaj bin Yusuf na ni mtu katika miujiza katika kufuata Qur'an. Watu kumwambia bwana nitajia ya 1000 katika hesabu za pai zile Qur'an akamtujia kwenye aya fulani. Nitajia wao ya 200 kuanzia mwanzo ile wao ambayo ya 200 na akakutajia chombo kilichokuwa kimehifadhi. Lakini alipokuona mara nyingi kupenda kuua aidha kasema akanena inni ara anna thimara kad ainat, niona kama maembe yameiva. Maembe kwenye shamba ni hizi kwa zuri, yani yakiketi ule wake kuona apenda, yani huwa na hamu apenda kupitatida yeye. Unaona kudaji hasa ile kumaliza kumaliza usiketi na karibu, maana kwa mkaro wa kupitatida. Sasa mimi naona kama sasa huyu bwana anataka kumua Hasan al-Basri. Na Hasan al-Basri ni mwanachuoni alikubalika mpaka na masahaba kina Sayyidina Ali. Alimwambia mithluka yudarris, mfano wako wewe ndio wapake darasa. Imam Ali alikubali Hasan al-Basri. Sasa huyu Hasan al-Basri alikuja akaitwa tena, kuitwa akaitwa na mwenye mtendaji kabisa, bwana nitaka mtinde tena. Unataka mtinde mbele yangu, mingine mimi kwaona kwa katibu, lakini utakayo nione hasa ile damu kitawajika. Basi Hasan al-Basri akaja, alipofika akaingia bwana. Sasa alipoingia jamaa wakamuona ile Hasan al-Basri wasoma. Sasa jambo ndio linashangaza kwamba ule Hajaji akamwona akamwambia ya Basri ndio kae hapa. Wewe kupinda wewe kumrudisha tena mbele. Wakazungumza tena ndio sio wakubwa leo kuzungumza na yeye, wakazungumza naye amezunguka sana naye. Yaani amezunguka naye. Ile respect. Ayo hawa akikuangalia kwa hivi. Na hii ndio kaona tofauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kwa kumwita hazungumzi hapo, atazunguka yeye mzima. Mtume alipokuwa hamzungumzi mtu kwa shingo, bebe naam, naam, hii ndio sunna. Na ndio ilifanya, angalia, kuna mambo sio na mepesi, lakini mambo kama haya huwa athari. Hatim Tai hakusilimu kwa hadithi wala alisilimu alipoona Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda naye nyumbani, amechukua mtu mmoja kwa Mtume akampa Hatim Tai. Hatim Tai ni kitu kinachofanya silimu. Kwa nini? Asema mfalme hakuna za kutoka kitu chake. Zamani kitu cha mtu ni mto wake. Barabu zikawa zinarudi. Mambo wapendani ile hospitali
majlis. Hata sisi Kiarabu kwetu, maanake wazungu hawana majlis, hawana time kukaa. Wazungu ni chumbani halale, asubuhi akiinuka atoke, hana time kukaa. Wameita kwa usiku, lakini hata hawaikai. Sasa wale Waarabu wapenda kukaa kwenye majlis. Sasa kwenye majlis kuna mahala, ndio mahali pa mwenye ile nyumba. Sasa Mtume akatoka karibu hakumtoa kama turisa. Sasa watu wakaangalia ile picha, ndio yote hapa ni basi ujaji mimi pamaliza mwingie mpaka mwana ya Allah basi ndio kutoa aya onana wewe. Sasa jamaa wakamfuata Hasan al-Basri, wakamwambia bwana, sisi habari tunayo yeye ndio tumefanya nini kuuawa, lakini tunaona tumeshangaa ukiingia badala ya kuuawa, badala ya kupewa maneno makali kwa huyu yeye yani kueleza wewe unanaye kutokana wewe kama tunataka kushinda gani na haja gani wewe unafanya nini, ila ndio yeye ndio maneno haya maneno aliyasema ni yapi? Allahumma inna fi tadbirika ma yughni 'anil hiyal. Nitakufasiria usiwe haraka, baada mimi nisome. Allahumma inna fi tadbirika ma yughni 'anil hiyal wa fi karamika ma huwa fawqa al-amal wa fi 'afwika ma yamhu zalal. Allahumma ya waliya fi ni'mati, ya waliyi fi ni'mati, wa ya munisi fi wahshati, wa ya malazi inda kurbati, ij'al ma akhafuhu wa ahdharuhu bardan wa salaman ala qalbi kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala wa man yuqala Ibrahim. Basi mimi hayo huyo ana haya tasiri yake tafsiria kwa kumalizia huyo ana haya huyo sasa watu leo kwa yule haji kwa sababu kuna dini hata mwenye hajaji wewe hajaji ni mwana jamaa tunamwona hajaji baadaye bwana kutakuja wewe ndio yani wewe ndio unatamani ndio msamaha yani labda kwa huduma yake mlikuwa kufanya nini? Na ndio kuna baadhi ya habari husema man khafa Allah khawfahu min shay. Ukimwogopa Mungu unaogopa kila kitu, na usipomwogopa Mungu unakufanya kila kitu. Yani amwogopa Mungu yaliana vitu vikamwogopa yeye, na asipomwogopa Mungu humtia yeye akaogopa kila kitu, hataenda kama unamtia tabia. Hela leo kupata mtu ndiye afanye na fanye njia yeye. Sasa kwa fanya nani kwa mwalimu? Aliingia chumbani umetoka mbele hivi fanya na kumbe wewe fanya mwenyewe na yeye. Asimuone mtu. Sasa fanya kijia huko. Sasa fanya nini kwa jioni? Yao nene fanya ukufunguza akasema sasa angalia Hajjaj amuogopa al-Imam Hasan. Nini? Mwenyezi Mungu amekuja sana aidha. Huwa maana yake nini? Maana sasa kuna wengine watakuja kuambia bwana ishiki. Kwa kutofahamu. Allahumma Mola. Inna fi tadbirika, hakika katika mipangilio yako. Ma yughni anil hiyal. Una mipango wewe, mtu anataka panga njama gani? Wazimaliza. Zatosha. Yaani wewe kama mipango ya Mungu, ili mipango yangu yatamfanya hivi mtafanya hivi, khalas wewe ni tumemwatia Mwenyezi Mungu. Na ndio kaona hakuna dawa nzuri na yenye manufaa kwa vipindi kama kusoma aya Mwenyezi Mungu ya amri inna Allaha basir, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema baada ya hii aya fawaqahumullahu sayyi'ati ma makaru. Hakuna kusikia kama leo unaona watu wanakufanyia vipindi kazini, wanafanya vipindi nyumbani, shikilia hii aya mara 11 kila siku. Wa qawlu amri ila Allah
jaziru min ibad, hakuna kitendo kitakupata, hakuna. Labda wewe kwa mjeni Mungu, lakini kama muumini Mungu hakuna kitendo kitakupata. Lakini labda wewe Mungu usema Mungu na haiwezekani. Allahumma inna fi tadbirika ma yughni 'anil hiyali wa fi karamika, na katika ukarimu wako ma huwa fawqa al-ard. Wallahi, yani ukarimu wako ma fawqa al-ard, uko zaidi ya matarajio yako. Yani wewe ndio utarajio, Mungu ukarimu wake zaidi ya matarajio. Wa fi afika, na katika msamaha wa Mungu, yani Mungu akikusamehe ma yamkusana, kuna msamaha ukuta kila ulikosea, kila uliteleza. Azalal lile cheo, yani umeteleza katika jambo, sura ulikuwa msamaha Mungu ni mingi, hukufutia kila kitu. Allahumma ya wali, ewe Mola, wewe ndio wali wangu. Wali ni mtegemea, wewe ndio mtegemea wangu, si neema hii. Ikiwa kuna neema yoyote mimi sitegemee kwamba ni uhodari wangu, nategemea kwamba ni nani alonineemesha, ni wewe. Ya munisi fi wahshati, wewe ndio kumbao langu wakati mimi nikisikinyezi upweke. Loni, sio kamaita loni kwa mapenzi au upweke tu ni loni? Yani kuna ule upweke kwa wewe peke yako, kuna ule upweke kwamba una mke una watoto lakini ukahisi bado uko pweke, yani kama yanga pweke, hakuna kushirikiao, hakuna kutakao, hakuna kujalio. Sasa mimi anayenipumbaza hakuna kama nani? Allah. Ya munisi, wewe kumbao langu, si wahshati, nikihisi kuwa mimi niko pweke, nikikukumbuka wewe niondoka wewe. Ya maladhi, wewe ndio ngao yangu. Ya maladhi, wewe ndio tegemeo langu. Inda kurbati, wakati nikiwa na matatizo. Simpi elimu kwa polisi wala kwa jeshi wa mimi tegemeo langu ni nani? Allah, ni wewe. Haya, ndio angalia. Subhanallah. Sisi tumekataza kupenda kusifiwa, lakini ajabu Mungu apenda mtu msifiwe. Mungu apenda kusifiwa jamani. Na wewe unataka kumweza Mungu msifu. Yaani unataka kumweza Mungu msifu tu. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha wale sahaba, akamwambia ukitaka Mungu akutaka malebo yako, mtaje na msifu. Mtaje na msifu. Mungu apenda sifa. Na ndio Mungu hataki kushirikiana na sisi. Mimi na wewe tupende kusifiwa, kwa sababu hili sifa haipenda nani? Na yeye hataki kushirikiana na wewe. Na ndio kaona tukisema alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah fi ni'ma wa fadila. Hii yote hakuna amin. Amin yani kwa nini mnaomba alhamdulillah hamdan. Mungu sifa. Lakini siaomba ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min jalali wajhika wa ya'zimi sultani la nuhsi thana'an alayk anta wa subhanahu. Hakuna amin, hatuomba sisi. Mungu sifa, Mungu ni mtukufu, Mungu ni mtukufu. Mungu Mungu hakuna kitu Mungu akupenda kama kufanya nini? Wewe unataka kuomba Mwenyezi Mungu, usiombe Mwenyezi Mungu kavukavu na Mungu kana mimi. Mungu karimu, Mungu mtukufu, Mungu. Yaani kwa lugha yetu upige ngao ngamla gai, ndio? Wewe unakuomba mtu kwa binadamu sasa utakwenda bado wallahi, angalia. Matajiri kweli ni bakhili, lakini wewe Mungu atakubariki. Wewe hakuna kuingia mambo kama hiyo. Yaani utashuka naye, ndio? Lakini kwenye Mungu, hayo kwenye Mungu, wewe unakuona gani mwanadamu? Mwishowe mwanadamu kwamba Bwana asante kwa yote, lakini na mimi mara hii pia mambo maalumu nakula kwako. Lakini wewe kumfanyia Mwenyezi Mungu ila lazima atakufanyia. Sasa angalia sasa maombi haya yote nyuma hajaomba wala hata basari ni sifa talikimsifu nani? Haya, ij'al ma akhafu, jalia kila nichompatia mimi, wa ahdharuhu, na ninachokitahadhari mimi katika maisha yangu, bardan wa salam,
siwe ni baridi si tu na hiyo salama, baridi nyingine sio salama, na baridi nyingine itakupeleka pute baridi kama ile kama ile baridi kwa ya kilogramu hakuna kutemao moja raha, hakuna joto, hakuna akitembea kama watu wenye hakuna hari fresh. Ij'al ma akhafu bardan ala qalbi, yani moyo wangu si baridi, kama ja'alta nara bardan wa salaman ala Ibrahim, kama kumjalia moto ni bardan wa salaman. Nabii Ibrahim walijalia ya naru kuni, lau wamesema naru kuni bardan, Nabii Ibrahim wangejata, lakini kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hiyo usikilie sana takuja kwenye maofisi, takuja ogopa sijita awe, lakini trust, amini, sifanye kwa kuogopa. Naam.